Je, kuna uwezekano tena gharika la mvua au mvua ikanyesha tena kama kipindi cha Nuhu ambapo mvua ilinyesha ikasababisha maangamizi na mateketezi kwa ajili ya dunia nzima na viumbe zote vilivyokuwa hai? Jibu moja kwa moja, hapana. Haitonyesha tena mvua ya namna hiyo ilionyesha kama kipindi cha Nuhu ikapelekea maelfu ya watu kuteketea. Hiyo kitu haiwezekani. Ngoja kuonyesha sababu hapa kwa nini hiyo kitu haiwezekani. Cha kwanza, na huyo Nuhu ambaye alisema kwamba hiyo mvua tarehe 25 itanyesha na itapelekea maangamizi makubwa sana. Hiyo kitu ngoja tuipime kwenye maandiko, maana kila unabii wote unapimwa kwa neno la Mungu. Na neno la Mungu linaturuhusu kwamba tujaribu roho za manabii. Kwa hiyo usio naogopa kujaribu unabii na kuupima unabii hapo. Na kwa sababu neno la Mungu limeturuhusu kwenye kitabu cha waraka wa Yohana kwamba wapenzi, msamini kila roho, bali zijaribuni mjue kama hizo roho je zinatokana na Mungu, kwa maana wanabii wa uongo na wapinga Kristo ni wengi. Kwa sasa nataka tuangalie kwa nini ninasema kwamba hakutokuwa na mvua kama ya kipindi cha Nuhu ambayo ilipelekea wanadamu kufa na viumbe wengi kufa. Tuangalie kitabu cha Mwanzo, alafu tuje kuona kweli mvua kama hiyo itanyesha kwa mujibu wa neno la Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Nitakwenda kukusomea maandiko yanasemaje baada ya Nuhu kutoka kwenye safina. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20. Biblia inasema hivi: Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo yao moyo ya mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Umeona? Mpaka hapo tu Mungu anasema kwamba hatulaani nchi tena, hata ipiga tena nchi na kila chenye uhai kama alivyofanya. Unaona kabisa hapo Mungu anaanza kuweka ahadi na agano na Nuhu kwamba sitalani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Kwa maana yake hapo Mungu alipiga nchi kwa nini? Kwa gharika. Kwa baada ya kuipiga nchi kwa gharika, baada ya Nuhu kutoka kwenye ile safina, anamtolea Mungu sadaka. Sadaka ile kampendeza Mungu. Mungu akaweka ahadi moyoni mwake kwamba hatoipiga nchi tena kama alivyoipiga kama kipindi hicho cha Nuhu, yani kwa gharika. Kwa hiyo unakuja kuona hapa, mpaka hapa tayari Mungu anaweka ahadi ya kuto kumpiga nchi au dunia kwa gharika. Sasa nataka kuonyeshe wapi Mungu aliweka hilo agano. Ukisoma hiyo Mwanzo sura ya 9 mstari wa 13 au tuanze mstari wa 11. Neno la Mungu linasema kwamba na agano langu nalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mungu akasema, hii ndio ishara ya agano niifanyao kati yangu nanyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Mimi naweka upinde wangu winguni, na utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana mawinguni. Nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu nanyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Basi huo upinde utakuwa winguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilicho katika nchi. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndio ishara ya agano niliyoweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Kwa hiyo unakuja kugundua Mungu alishaweka ahadi yake kwamba hatoipiga nchi na kuigharikisha tena kwa gharika,
Ndio maana akaweka upinde wa mvua ili iwe agano kwamba atakapouona huo upinde mvua ikitanda, basi alikumbuke agano alilofanya na Nuhu. Haimaanishi kwamba Mungu kuweka upinde wa mvua kwamba yeye anasahau. Hiyo ni ishara kwetu sisi, inatufundisha sisi ambao tukuwepo kipindi cha Nuhu. Inakuwa ni fundisho kwetu sisi kwamba Mungu aishaye kufanya jambo fulani, aishaye kutenda jambo fulani na akaweka agano na Nuhu kwamba hatoigarikisha. Haimaanishi Mungu yeye kasahau, ila ili kwetu sisi ni kumbukumbu, vizazi hata vizazi. Kwa hiyo ni ishara ya agano ambalo ni agano la milele. Kwa hiyo ndio maana upinde wa mvua mpaka leo hii, ikiwa ina maana kwamba sio Mungu anasahau. Kwa hiyo Mungu hatakuja kuigarikisha tena dunia kwa maji au kwa gharika. Sasa huyo aliyesema kwamba tarehe 25 kuna gharika au kuna mvua italeta gharika, hiyo kitu hakuna. Neno la Mungu halijipingi. Mungu huwa hajipingi, na Mungu sio kideodeo. Mungu hawezi tena kuigarikisha na kuangamiza dunia kwa mvua. Kwa hiyo unapoona magharika yametokea au zoruba ya maji imetokea, mafuriko yakateketeza watu, kwa hiyo haukuwa ni mpango wa mtu. Ni mtu alishindwa tu kufuata mipango miji ya hiyo nchi husika na mamlaka husika, ikakwambia hapo usikae kwa sababu ni bonde, mvua ikinyesha utasombwa na maji. Wewe ukakaidi ukakaa ukasombwa. Yaani ulisombwa kwa kukosa maarifa, sio mapigo ya Mungu. Mungu alishasema asitoilani na kuipiga nchi tena kwa gharika na maji kwa sababu eti ya maovu ya mwanadamu kwa maovu ya mwanadamu. Hapana, Mungu alishasema hatofanya hivyo. Kwa hiyo Mungu anawapenda wanadamu. Kwa hiyo Mungu alichokileta kwetu sisi ni nini? Alichokileta ni nguvu ya msalaba, yaani damu ya Yesu. Kupitia hiyo sisi tupate neema ya wokovu na tumkaribie Mungu na tupate ondoleo la dhambi. Bwana Yesu Kristo awabariki.